Habari wapendwa wangu, karibuni sana kwenye channel hii. Naitwa Ana Claire Shija. Ninawakaribisha katika sehemu ya mwisho kabisa ya kitabu chetu cha Thubutu Kufanikiwa. Hongera kwa wewe ambaye umefuatilia kuanzia mwanzo mpaka kwenye video hii ambayo ni ya mwisho. Tafuta suluhisho mbadala, kuwa mwenye mtazamo chanya. Inawezekana huko kwenye changamoto, lakini changamoto inaendelea kuwepo kwa sababu hujaamua kutafuta suluhisho mbadala wa changamoto inayokukabili. Umeng'ang'ania katika mtazamo wa aina moja tu. Jaribu kuangalia kwa mtazamo tofauti, njia mbadala ya kukabiliana na changamoto inayokukabili. Kwa mfano, umehangaika kutafuta kazi kwa muda mrefu bila mafanikio na miaka mingi imepita. Pamoja na jitihada za kufanya maombi ya kazi katika maeneo mengine, lakini hujafanikiwa hata sehemu moja. Badala ya kuendelea kutafuta kazi, jaribu kuangalia kwa namna tofauti ya kulifikiria kusudio lako kwa kuamua kuomba kujitolea katika ofisi moja kwa nafasi ambayo umekuwa ukiitafuta, na katika kujitolea fanya bidii sana kiasi kwamba nafasi wazi itakayojitokeza hapo ofisini, mtu wa kwanza watakayemfikiria itakuwa ni wewe, ambaye tayari wameona uwezo wako na bidii yako katika kufanya kazi na hawatakuwa tayari kukupoteza. Vile vile katika kufanya kazi kwa kujitolea utakuwa umepata uzoefu wa kazi ambao hata kama hutaajiriwa katika ofisi hiyo, unaweza kuutumia uzoefu huo kuomba ajira katika ofisi nyingine, na changamoto ya kukosa ajira itakuwa imeishia hapo. Utaomba kazi ukiwa unajiamini zaidi, unajua unachokifanya maana uzoefu unao, na uzoefu husaidia kupandisha thamani yako katika soko la ajira. Ni vyema sana wakati wote ambao uko katika changamoto ya aina fulani uwe na mtazamo chanya. Mtazamo chanya utakusaidia sana kubaki timamu katika kipindi kigumu unachopitia. Kumbuka tumesema changamoto ni za muda tu, zinapita. Sio kitu endelevu. Kuna wakati utafika zitaisha na hautaamini kuwa umevuka salama. Mtazamo chanya utafanya hata changamoto ulionayo uone ni ndogo na inavumilika. Jifunze kuhesabu mambo mazuri yaliyoko kwenye maisha yako, ukiondoa hizo changamoto chache ulizonazo. Jijengee utamaduni wa kutambua baraka hizi kwenye maisha yako kila siku kwa njia hii itakusaidia kuwa mwenye furaha hasa wakati wa changamoto. Mara nyingine watu huwaza kuwa na fedha nyingi ndio kufanikiwa au ndio kuwa na maisha mazuri. Lakini ukweli ni kwamba uzima, afya njema, akili timamu, kuwa na wazazi na ndugu na marafiki wanaokupenda na kukujali na kukutakia mafanikio, kuwa na viungo vya mwili vinavyofanya kazi vizuri, kuwa na vipaji na uwezo wa kufanya kazi ulionao, kuwa na fursa ulizonazo na kadhalika. Haya ni mambo ya muhimu sana ambayo ukiwa nayo tayari ni njia ya wewe kuweza kufanikiwa. Tumia kila kitu ulichonacho kwa ukamilifu wake ili kuweza kuleta mwitikio chanya katika kujiletea maendeleo yako. Inawezekana huna kazi na fedha unazotamani kuwa nazo sasa, lakini una afya njema na nguvu ya kufanya kazi. Tumia afya hiyo na nguvu kufanya kazi kwa bidii, maana kuna mwingine yupo hospitalini anaugua sana na kwa muda mrefu. Anatamani angeweza hata kugawa fedha alizonazo ili abadilishane na kupata afya nzuri, aondolewe magonjwa na maumivu alionayo. Kamwe hatupaswi kujidharau kutokana na hali tulionayo kwa wakati wowote, kwa sababu tu hatuna mali, fedha, umaarufu na kadhalika. Yapo mambo magumu kuyapata kuliko fedha na mali, maana hayanunuliki. Mambo haya ni uzima na afya njema. Hayanunuliki kwa fedha wala kwa mali, na kwa maana hiyo hayo ndio yenye thamani kubwa na mtaji namba moja katika maisha yetu. Na ndio maana tunapaswa kushukuru sana kila siku na kwa kuwa hai na wenye afya. Kuwa na moyo wa shukurani.
Namna mojawapo ya kukabiliana na changamoto katika maisha ni kuwa na moyo wa shukurani. Moyo wa shukurani una uwezo wa kuyeyusha mambo magumu ambayo unayaona kuwa ni matatizo katika maisha yako. Pale unapoona mambo hayaendi, umekwama, mipango yako haifanikiwi kama ulivyotarajia, ni rahisi kuumia, kukata tamaa na kujiona huwezi na hufai. Kuna wakati utaona kama kila kitu kimegeuka na unahisi kuchanganyikiwa. Ni kweli matatizo yapo, shida zipo na magumu hujitokeza. Lakini ukijikita zaidi katika kuyafikiria matatizo, unazidi kuyapa nguvu zaidi na kuyaondolea kukuondolea nafasi ya kuona mazuri yaliyopo katika maisha yako. Jenga utamaduni wa kuwa na moyo wa shukurani. Kila siku hesabu baraka zako na yatambue mambo mazuri yanayotokea kwenye maisha yako hata wakati unapitia changamoto. Kila utakapofanya zoezi hili, utaanza kuona yako maeneo katika maisha yako yanakwenda vizuri zaidi kuliko changamoto ulionayo. Na kwa njia hiyo, taratibu akili yako itajifunza kuyaona mazuri zaidi kuliko magumu ya muda mfupi ambayo tayari tunajua yanapita, na itasababisha uishi kwa furaha hata katika nyakati ngumu. Ukiendelea na utaratibu huu, utajikuta baadhi ya changamoto ndogo ndogo una uwezo wa kuzipuuza na kutozipa uzito kabisa kama ambavyo ulikuwa unafanya awali kabla hujajifunza kuwa na moyo wa shukurani. Moyo wa shukurani utakuvusha katika nyakati ngumu kwa wepesi zaidi. Maisha unayoishi sasa hivi, pamoja na kuona kwamba hujafika pale unapotaka kufika, yupo mtu mwingine hapo ulipofika, yeye ndio ndoto yake kuweza kufikia ulipo. Tunaposhukuru na kutambua mafanikio tulionayo, tunatengeneza mazingira ya kufanikiwa zaidi, kwa sababu kati ya vitu ambavyo vinaweza kumuondoa mtu katika utulivu na kujituma ni changamoto. Unaweza kutumia mbinu mbalimbali katika kukabiliana nazo, utajikuta unabaki mwenye nguvu na uwezo wa kufanya kazi na uzalishaji. Ni muhimu kutoruhusu changamoto kukuondolea uwezo wako wa kuendelea kufanya majukumu yako ya kila siku katika ufanisi wa juu. Unaweza kuwa unafanya kazi vizuri sana, lakini kama hujajua namna ya kukabiliana na mabadiliko, changamoto na vikwazo, bado itakuwa vigumu katika kuyapata mafanikio kwa haraka, kwa sababu changamoto hizo zitaendelea kukurudisha nyuma. Sura ya 7. Jifunze kutokana na makosa. Tambua sababu zilizopelekea kufanya kosa hilo. Tunapoendelea na maisha ya kila siku, maisha ya utafutaji mafanikio kama binadamu, tunajikuta tunafanya makosa mbalimbali, wakati mwingine kwa uzembe na wakati mwingine ni kwa udhaifu tu wa kibinadamu. Kwa kuwa tunajua kuwa sisi binadamu sio wakamilifu. Unapojikuta tayari kuna kosa fulani umelifanya na limekufanya upate hasara katika maisha yako, basi hatua ya kwanza muhimu katika kurekebisha kosa hilo ni kutambua sababu zilizopelekea wewe kufanya kosa hilo. Je, sababu ni kutokuwa na ufahamu wa kutosha juu ya jambo husika, au ni uzembe ambao uliufanya na kupelekea kosa hilo kutendeka, au ni kwa sababu ya ushauri mbaya ulioupata kutoka kwa mtu fulani, au ni kwa sababu ya kufanya maamuzi yasiyo sahihi? Sababu inaweza kuwa moja au mchanganyiko wa sababu tofauti tofauti. Lakini kosa tayari limeshafanyika. Hakuna namna ya kuweza kulibadilisha kwa wakati huo. Kutambua sababu ya kosa kutakuwezesha kuweka jitihada inayotakiwa katika kuhakikisha haurudi kufanya kosa lile lile wakati mwingine. Waswahili husema kutenda kosa sio kosa, ila kosa ni kurudia kosa. Jifunze kutokana na kosa. Kila kosa tunalolifanya lina funzo ndani yake. Jambo la muhimu unapofanya kosa ni kuamua na kuhakikisha kwamba unajifunza kutokana na kosa hilo. Usipojifunza, kosa hilo litaendelea kujirudia kila wakati katika maisha yako na kuzidi kukuletea hasara. Kwa mfano, umefanya kosa la kimaamuzi. Kwanza kubali kwamba hapa nimekosea,
lakini pata muda wa kujua kwa undani kwamba kosa hili ningeweza kuliepuka kama ningefanya maamuzi tofauti na haya niliyoyafanya. Kisha amua kwamba wakati mwingine hutafanya maamuzi ya aina hiyo yaliyopelekea wewe kupata hasara. Tayari hilo ni funzo na linahitaji tu wewe kuwa makini kuhakikisha kwamba funzo hilo unaendelea kulifanyia kazi nyakati zote. Yapo makosa ambayo yanarekebishika pia na kusaidia ama kuondoa kabisa hasara iliyojitokeza au kupunguza hasara. Kwa hiyo, baada ya kujifunza kutokana na kosa, kama ipo nafasi ya kufanya marekebisho, basi unaweza kuyafanya marekebisho hayo mara moja. Yote haya yanawezekana iwapo tu utakuwa umekubali kwamba kosa hilo umelifanya na kulitambua. Kutokubali kosa pia hupelekea kosa kuendelea kujirudia mara kwa mara, na hiyo itapelekea kuendelea kutengeneza hasara zaidi na zaidi. Jisamehe, samehe na wengine. Kufanya makosa kunaumiza kwa yule aliyefanya makosa yale. Labda kama awe ni mtu ambaye ana nia ovu, ndio hata sikitishwa na makosa aliyoyafanya. Baada ya kutambua makosa yako, ni muhimu kujisamehe na kusamehe wengine waliosababisha ukatenda makosa hayo. Hii ni hatua muhimu sana katika safari ya kujiletea maendeleo. Usipojisamehe katika kosa ulilolifanya, inakupa nafasi ya kufungua ukurasa mwingine. Unapojisamehe katika kosa ulilolifanya, inakupa nafasi ya kufungua ukurasa mwingine msafi wa kuendelea na majukumu yako ya kila siku. Itakupa nguvu ya kukubali kuwa kosa limeshatendeka na unachohitaji ni kujifunza ili kosa la aina hiyo lisijirudie tena. Songa mbele ukiwa huru. Ni kweli kuwa umefanya kosa, pengine bila kutarajia, limekufanya uumie na kwa namna moja au nyingine limekuletea hasara kwenye maisha yako. Na umeshalitambua kosa hilo na kujifunza na umeshajisamehe. Kinachobaki sasa ni kusonga mbele. Usibaki ukijilaumu miaka na miaka kwa kosa ambalo ulishalifanya na hauna namna ya kuweza kubadilisha kilichotokea. Kubali kuwa unahitaji kusonga mbele. Unahitaji kuponya jeraha linalotokana na kosa ulilolifanya. Achilia uchungu na huzuni zinazoambatana na kuendelea kujutia kosa ulilolifanya. Maana uchungu huu na masikitiko hugeuka kuwa maradhi katika mwili. Na ndiyo maana unaweza kusikia kuwa kuna wengine wanapata maradhi ya moyo, vidonda vya tumbo au sonona kwa sababu tu kwa muda mrefu waliendelea kushikilia mambo yanayowaumiza. Maisha yanatakiwa kuendelea mbele na haupaswi kuwa kila wakati unaangalia nyuma ulipokosea na kusema ningejua ningefanya tofauti. Hilo limeshapita. Bado unazo fursa nyingine mbele za kukuwezesha kufanikiwa. Kushindwa kusonga mbele hakuna faida yoyote bali kutakaribisha hasara na uharibifu zaidi ya ule uliofanyika baada ya kutenda kosa. Angalia mbele huku ukiwa na imani kwamba mambo yatakuwa mazuri na kwamba makosa yaliyotokea hayatajitokeza tena. Usiruhusu makosa uliyoyafanya yaendelee kukudidimiza. Makosa yakishatokea usiyape nafasi ya kuendelea kukudidimiza. Ile sauti inayoongea ndani yako ya kuendelea kukuhukumu sababu ya kosa fulani ulilolifanya, jifunze kuinyamazisha. Usiendelee kubeba mzigo wa kujilaumu, kujisikitikia na wakati mwingine kujiadhibu kwa kosa ambalo umeshalifanya na umeshajifunza kutokana na kosa hilo na uko tayari kuhakikisha halitajirudia tena. Lengo ni kuhakikisha kwamba maisha yanaendelea mbele na yanaendelea katika mlengo chanya na mlengo wa mafanikio. Sio kila mlengo hasi wa kuendelea kujuta, kuumia na kuendelea kujiadhibu kwa yaliyotokea.
Sura ya 8, ukiri wa ushindi. Ili kuzifundisha nafsi zetu na akili zetu kuyakubali mafanikio na kujifunza kuona kwamba tunastahili kufanikiwa, lazima kila siku tuishi kwa kukiri ushindi, kukiri mafanikio na kukiri mambo chanya kwenye maisha yetu, ili mawazo yetu pia yawe chanya wakati wote. Kila siku jitamkie wewe mwenyewe mambo mazuri na chanya katika maisha yako. Na kwa kufanya hivi, utaanza kuona hata kama ulikuwa ni mtu ambaye mawazo yako ni hasi wakati wote, taratibu yanaanza kubadilika na kuanza kuwa na mtazamo mzuri zaidi juu ya maisha. Ukiri huu wa ushindi utakusaidia pia ukiwa unapitia nyakati ngumu za changamoto, kuendelea kuweka fikra zako kuwa chanya. Kama umezoea kwa sababu moja au nyingine kujinenea na kujiwazia mabaya, ukiufuata ukiri huu wa ushindi, utakubadilisha kabisa namna yako ya kufikiri na kutenda. Usome kila siku na hakika utabadilisha kabisa maisha yako na kukujenga zaidi ili kufanikiwa. Ukiri wa ushindi una sentensi 40, lakini unaweza kuongeza nyingine ambazo unajua ukizitamka kila siku zitakupa nguvu, furaha, amani, faraja na matumaini, na zitafanya uone maisha yako ni mazuri na ya thamani. Ukiri huu wa ushindi unasaidia pia mtu kujifunza kujiamini zaidi. 1. Mimi ni mshindi. 2. Kila ninachofanya kinafanikiwa. 3. Nina nguvu na uwezo wa kufanikiwa. 4. Mimi ni wa thamani. 5. Ninao uwezo wa kutimiza ndoto zangu. 6. Nimebarikiwa katika kila eneo la maisha yangu. 7. Nimeumbwa kwa mfano wa Mungu. 8. Leo nachagua furaha. 9. Ninashukuru kwa kila kitu nilichonacho. 10. Nina akili na utashi. 11. Ninajiamini. 12. Kila siku ninafanikiwa. 13. Ninao watu wema wa kushirikiana nao. 14. Ninazikumbuka siku ambazo nilisali kwa vitu nilivyo navyo leo. 15. Moyo wangu umejawa shukurani wakati wote. 16. Mwili wangu una afya njema. 17. Moyo wangu una amani na furaha wakati wote. 18. Ninajua namna ya kukabiliana na changamoto. 19. Ninafanya yale yanayonipa furaha. 20. Maisha ni mazuri. 21. Mawazo yangu ni chanya kila siku. 22. Nimezungukwa na watu wanaonipenda na kunijali. 23. Kila kitu kinachotokea kwenye maisha yangu kinafanya kazi kwa faida yangu. 24. Niko huru. 25. Ndoto zangu zinatimia. 26. Ndoto zangu ni za thamani. 27. Nimezungukwa na fursa za kufanikiwa kila mahali. 28. Ninacho kila ninachohitaji ili kufanikiwa. 29. Ninajitambua na ninatambua uwezo wangu wa kufanikiwa. 30. Nachagua imani dhidi ya hofu. 31. Ninatosha. 32. Kila kitu kinawezekana. 33. Uwezo wangu hauna kikomo. 34. Ninastahili yaliyo bora. 35. Mapato yangu yanaongezeka kila siku. 36. Mimi ni jasiri. 37. Moyo wangu ni tulivu wakati wote. 38. Nakaribisha furaha katika maisha yangu. 39. Nashukuru kwa fursa nilizonazo sasa. 40. Kila siku ninakuwa bora zaidi. Hongera kwa kumaliza kitabu cha Thubutu Kufanikiwa. Hii ndio sehemu ya mwisho.